hata hii jua ya Kajiado ni muungwana sana, imepungua. And that's over again. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vile tumechelewa, naomba tu kikapu iletwe tutoe sadaka yetu kabla ya kuongea. Tafadhali, if it's okay, Pastor, tuletewe kikapu yetu, at least na sisi tutoe sadaka. Because tulikuja hapa kuabudu. Na hatuwezi kuabudu tuingie na tunatoka bila kutoa sadaka. Asante. Wale tuliandamana tulichelewa kama mimi kujeni. Wale walichelewa na nawajua, niliwaona wakinifuata. Tutoe sadaka yetu tafadhali. Kikapu iko karibu. Iko hapa. Hebu kujeni wale tulichelewa. Thank you. Thank you so much. Thank you. Mimi nitafupisha. Sasa nasema leo nimesema kwamba ndugu yangu Rigiji aje aongee. Yale ataongea yote nimeidhinisha hata kabla. Simunipigie makofi. Yale ndugu yangu Eugene Wamalo ameongea yote nimeidhinisha, kwa sababu ameongea with precision and a lot of knowledge, kama alikuwa waziri wa ulinzi. Yule mzee ambaye kijana yake tulikuja kumpumzisha tulimuona hapa, wa kwanza to fall in Haiti following that mission ya Kenya. Tulimuona hapa huyo mzee, na tulikuja hapa mimi na Eugene, nakumbuka tulikuja, kulikuwa watu wengi, hata wanajeshi wetu walikuwa pale kumwenzi huyo kijana. Lakini wakati umefika sasa tuseme Bwana Ruto, we want our boys back. Wangapi anasema wa vijana wetu warudishwe nyumbani? Warudishwe, weka mkono tena. Kwa sababu hakuna haja kupeleka watoto wakakufe, na hii inafanyika kinyume na hata uamuzi wa mahakama yetu ya Kenya. Siku ambao the first batch waliondoka kwenda Haiti was the day on the 25th of June. Watu hawajui hivyo. Wakati watoto walienda kwa bunge, that night ndio askari jeshi waliondolewa, askari polisi walipelekwa Haiti. Wanawacha wenzao wakiuawa kwa sababu wamevamia bunge. Ameenda kupeleka, sio kuvamia bunge, alipeleka memorandum yao kwa viongozi waliowachagua. Na siku hiyo hiyo, kinyume na uamuzi wa mahakama, Bwana Ruto akapeleka watoto wetu Haiti. Umesikia kwamba moja anazikwa upande wa Machakos. Juzi tulikuwa Kiambu kwa familia ya Kabiru. Hata kabla ya wazazi kujulisha, Bwana Ruto anatangazia dunia nzima. Mimi nilipata fursa kuongea juu ya mambo hayo wakati nilienda kwa kipindi cha Citizen Television, JK Live, na tukatoa maoni yetu. Kwa hivyo leo ni wazi kwamba uamuzi wakati ule waliyekuwa balozi wa Marekani hapa, Meg Whitman, wakiongea na Bwana Ruto, wakapata idhini ya President Biden. Biden mwenyewe alikuwa one term. Sasa Ruto atafuata tu Biden. Simona, kumbuka Biden one term na Ruto one term. Hii imekuwa kawaida, kwa sababu ukifanya maajabu wananchi, kwa sababu sauti ya Mungu inapitia kwa vitendo vya watu wake, wananchi ambao aliwaumba. Kwa hivyo Pastor, mimi I wasn't privileged to listen to your wonderful message, but I was given the summary on servant leadership, on humility, and indeed we have come to this humble place, but with wonderful people.
ndugu zetu wa Masai. Kama kijana Parsaina, we umeonyesha mapendeleo makubwa sana. Huku nionyesha your shushu, lakini leo umemleta na mimi nikamsalimia. Parsaina ni kijana yangu. Parsaina alikuwa kwa chama cha Wiper, nimemkabidhi kwa DCP. Sasa atastaajabu. Sasa DCP ama Wiper wakikubaliana waingiliane pamoja, sasa itakuwaje? Utarudi nyumbani. Olowasa rafiki yangu sana, hata nyumbani amefai. Nimewahi kufika kwa nyumba, ni mkarimu sana Olowasa. Mkarimu, na ameonyesha ujasiri kuchaguliwa sio mara ya kwanza, ya pili. Lakini last time Olowasa, wewe ulisimama na ODM. Wewe ni kama mtu wa ODM. Wewe ni mtu wa broad base ama ni mtu wa one term? Sema one term Olowasa. Asante. Asante sana. Ay. Kwa hivyo nikamwambia ndugu yangu Rigiji na Senator Seki, umesikia vile bwana Parantai amesema. Sasa wachia, mimi hata nilikuwa nikisema tutapanga wazee, tutapanga. Hii ni timu moja. Na wazee tutaongea, Sankori huyu. I remember one time Memusi Ole Kanchori. Nilienda pale Kajiado, Memusi Kanchori, Memusi katika by election. Akachaguliwa. Hata yeye Memusi angalie huko ameingia huko, atoke haraka. Huko akukaliki, huko anainjwa anahama. Kwa hivyo mimi ile mate yake nilimtemea, angalia rudi mahali tuko. Because dunia inaendelea namna hii. Hata rafiki yangu Lelenko anajua mimi niliweka mkono yangu. Nilimwekelea mkono kabisa. Na deputy governor, aitwa nani kijana yetu ule mrefu? Moshisho ni kijana yetu pia. Utafuteni zote tuungane timu moja. Basi kutokana na hayo sina mengi. Ya Kenya meelezwa. Kesho vijana mjitokeze. Mimi ningetaka IBC watoe taarifa leo. Waonyeshe exactly how they are going to undertake the continuous registration. Na tungetaka vijana wakijitokeza kwa wingi wafanye laini kuanzia kesho. Mimi na wenzangu nasema tutaenda na sisi tuwashangilie. Kama kuna wengine hata kuwa na nauli, problem ya nauli kufika where to register, we want to know, because we expect zaidi ya vijana milioni 6 wasajiliwe kama wapiga kura. Na hawa tunawajua hakuna mmoja wao. Hawa ni majensi wale ambao waliuawa na serikali ya Bwana Ruto na askari wa Bwana Ruto. Hebu angalieni double speak. Yani huyu muungwana Ruto amekuwa mtu wa ajabu. Anajua kudanganya hata wazungu. Ameenda na wadanganya. Anaambia kule Sudan tunataka human rights ziheshimike South Sudan. Hatutaki wanawake wasumbuliwe kule. Hatutaki mauaji. Hatutaki mambo ya gunism in Africa, in Sudan, na huku nyumbani. Tunajua kwamba kikundi cha RSF hata huenda, and we are investigating this matter positively, quickly, huenda pengine wao wanapatiwa silaha za watu wa Kenya waende wakapigane nazo Sudan. Tunajua kwamba dhahabu inayotolewa Darfur inapitia hapa uwanja wetu wa ndege Jomo Kenyatta International Airport kupelekwa Uarabuni, and they change the rules of origin, ionekana kama ni dhahabu ya Kenya. Na ni dhahabu inatoka Sudan, hiyo inaitwa blood diamonds, blood gold. Kwa hiyo mambo ni ajabu ya. Serikali hii kuna kila sababu wapelekwe nyumbani. Nyinyi wa Masai mko tayari? Wa Masai mko tayari? Mtajitokeza? Hebu angalieni zile tofauti kidogo hizo siwachwe nyuma. Tujue kwamba hapa kuna mnyama ambaye ni hatari kwa kuleta utengamano, uongozi bora wa nchi yetu. Kama vile ametangulia kusema Wamalo, hatuna ubaya
na personally na mtu kama William Ruto. No. Lakini rais anasema piga vijana miguu, risasi mguu, na unaenda UN kuhutubia, na umesema wewe mwenyewe piga vijana mguu. Ile mental health ya Senator Murang'a is a real issue. Honestly. How can you be such a champion of double speak? You go out there na kudanganya wazungu. Lakini dunia imerefuka. Dunia sasa ni one, ni inaonekana kwamba wewe kama uaminiki nyumbani, huwezi kudanganya dunia nzima. So we actually say this mandate inakwisha hii ya Haiti, ikwisha haraka, watoto wetu warudi nyumbani. Ukienda kunegotiate, waendelee, tutajua you are doing it for personal gain, not in the interest of the nation, of the Kenyan people. And if you want that mandate renewed, then involve every Kenyan leader and every Kenyan parent aulizwe waonaje watoto wetu waendelee kule ya Haiti ama wazirudi nyumbani. Haiti inasemekana kuna vigenge, kuna gunism, kuna watu ambao wanamiliki silaha kinyume na sheria kwa wingi zaidi. Hapa nyumbani Rigiji akitoka Marekani karibu wawe na goons ambao wameundwa hapa na gavana wa Nairobi. Nairobi imekama wazi usiku, huwezi kutembea. Imekuwa imemilikiwa sasa na magoons, majangili. Kina mama hawezi kutembea Nairobi. Na Nairobi ni mji ambao kuna heshima. Nairobi ni mji ambao hata una host international community yenyewe, the United Nations, ambao sisi wengine tulifanyia kazi mpaka Kofi Annan akaja hapa akasema kwamba Nairobi is a united. Wewe wachana na mbwa bwana. I'm kind to animals. You know I'm a scout, and a scout is kind to animals. Usiguse mbwa yangu. Ama tuseme Ruto akiwa pale na mbwa apite hapa. Acha kondoo. Si namna hiyo. Kwa hivyo hata uliharibu akili yangu bwana. The point I was making is so important that Nairobi is a UN headquarters. Ni mji ambao kawaida huwe na heshima yake kama mji wa New York, mji wa Vienna, mji wa Geneva. The fourth UN headquarters in the world, which happens to be in the third world, ni Nairobi. Ambao mimi mwenyewe tukishirikiana wakati ule na aliyelala rafiki yetu Kofi Annan, alikuja hata nikiwa waziri wa elimu, had been moved from foreign affairs, akaja akaniambia uwanja wa ndege, Minister, I have fulfilled my promise. He converted Nairobi to a UN headquarters. Kwa hivyo ikiwa UN headquarters, haiwezi kumilikiwa na mgunzi za Sakaja na Ruto. Haiwezekani. So we are telling you, we have to reclaim the dignity of our capital city. You cannot then be using watu Rigijia narudi, unateremsha mawe, gari ipigwe, Rigijia wawe. Now we think Bwana Ruto nia yako ni kusema wacha hata vijana viongozi wenyewe wapigwe risasi miguu. Ukipiga Rigiji mguu, wewe mwenyewe utapata shida kubwa sana. And I'm saying this by the way, and I want my friend Raila aje akanushe hiyo. Wakati kabla kusitisha maandamano ya 2023, Mheshimiwa Eugene, you remember, Mheshimiwa Martha Karua may remember, tulikuwa tunataka kwenda Kamukunji. Raila akaniambia amepata habari kwamba tukienda Kamukunji tutapigwa risasi miguu. Kumbe hii tabia ya Ruto kusema watu wapigwe risasi miguu alianza wakati huo. Raila akaniambia nimepata habari tukienda tutapigwa risasi miguu. Amepata hiyo intelligence na alivyo akasitisha. I remember I was in Makueni myself kwa maandamano. Ile vita tulipata siku hiyo haikuwa ya kawaida. President wa Tanzania jirani hapa, Mama Suluhu, kumbukeni, alikuwa anangojea Ruto na Raila Mount Kenya Safari Lodge.
Hakwenda huko. Raila alikuja akasema nimecancel hii kitu because amepata habari atapigwa risasi miguu. Kwa hivyo inaonekana ni tabia ya Ruto kupiga watu miguu risasi. It is my human right kutembea na miguu yangu. Mungu haikuiumba wewe Ruto uje upige risasi. Vijana wetu napiga risasi miguu, and you actually say you go to the international forum and say you are a believer in human rights. Bahati mbaya kwako, katiba 2010 ambayo Mheshimiwa Kibaki amelala alituachia kama urithi ndio inatufanya kuabudu hata kama namna hii, hata kama ni watu wachache. Sijui kama unajua it's your right to worship in any manner under Constitution 2010. Bila mtu yoyote kukuleta madharau ama kuhujumu nafsi yako. Kwa hivyo wananchi wenzangu, wananchi wa Kajiado, kumbukeni vijana wetu Kitengela, kama vile amenena Wamalwa. Hapa Kitengela ambao tunaenda saa hii, Ongata Rongai, hata mtoto mdogo akauawa kule 12 years old. Between 2023 and 2024 vijana wakauawa. 2025 wakauawa tena. We want to say you dare not do it next year. Sisi tumesema siku ya emergency tarehe 25 kila mwezi June itakuwa ni public holiday. Sisi wenyewe kwenda tukichukua mamlaka, we'll make it a public holiday because they deserve it. Inalinganisha na wale waanzilishi wa taifa letu ambao walikaa msituni kina Dedan Kimathi wakauawa, wakamwaga damu. Damu hiyo wajukuu wao kisha baadaye miaka nyingi baadaye wakamwaga damu tena. So it is right and proper that we honor these young people. Kwa hivyo Mungu afanyie mema. Akiteka tena tarudi. Mheshimiwa Senator Seki, thank you so much kwa msimamo. I mean, I'm telling you, and now I know, if you are descendant of Lenana, then obviously you couldn't. Kaa ngumu namna hiyo, na sisi tutakuwa pamoja nawe, tutasimama na wewe. Mimi, when I stood with Governor Lenku, I stood with him. And I know between me and you, hata Lenku atasupport huyo mwanaume huyo. Atamsupport huyo. Because that is what, ukiona kiongozi akijitokeza namna hiyo, ujue basi huyo ni kiongozi. Kwa hivyo yangu ni hayo kwa sasa. Wacha tumkaribishe ndugu Rigiji akuja achomeke, najua kidogo. Afadhali mimi niko na nywele kiasi.